Yanga wamefukuza kocha wao bwana. Yes, rasmi bwana, Yanga wamefukuza kocha wao. Tunatambua bwana kwamba kwa Yanga mwenendo wake sasa hivi katika ligi kuu bwana umekuwa sio mzuri, na yote haya bwana ni kwa sababu tu ya kupoteza michezo yake ama ya kutoa sare na Simba, na vile vile bwana ni baada ya Yanga kufungwa na Simba katika mechi ya fainali ya mchezo wa Muungano Cup huko Zanzibar goli 1-0, na hatimaye Simba kuwa bingwa muungano mwaka huu 2026. Sasa bwana mambo yamekuwa ni mengi na tetesi zilikuwa ni nyingi kiasi kwamba bwana sasa hivi yale ambayo yalikuwa yanazungumziwa ama yalikuwa ambayo yanasemwa yametimia rasmi, kiasi kwamba bwana Yanga sasa hivi na kocha wao Pedro bwana wamemalizana. Yani Yanga na Pedro kila mmoja sasa hivi kivyake vyake, yani kama ni ndoa basi imefikia tamati. Ni kwa sababu gani ama ni kwa nini imetokea hivi? Mambo yako ni mengi sana, lakini sasa kabla sijakusanua ni kitu gani ambacho kimetokea, kama haujajiunga na familia hii basi subscribe hapo, share, comment na like. Vile vile usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu na uendelee kuwa mwanafamilia wetu. Yes, tunatambua bwana kwamba kwa Yanga leo mchezo wake na KMC bwana umetamatika kwa Yanga kushinda goli 1-0, matokeo ambayo kiukweli hayafurahishi ama sio mazuri kwa upande wa Yanga, ukizingatia bwana Yanga wanaongoza ligi kuu na ndio timu tishio sasa hivi ligi kuu bara, na vile vile bwana KMC wanashika mkia ama wako chini huko kiasi kwamba wanakaribia kushuka daraja ama huenda wakashuka daraja. Sasa goli ambalo limefungwa na Yanga katika mchezo huu bwana kiukweli kidogo limekuwa na utata, kwa sababu goli moja bwana kwa Yanga na kwa timu ambayo haifanyi vizuri kwenye ligi kuu msimu huu ni kitu ambacho kinashangaza. Sasa hiyo issue bwana ama hilo jambo limefikia stage sasa hivi bwana Yanga wakaamua kumvaa kocha wao mazima, yani wamemfuata Pedro na kumfuta ama kumwachisha kazi, kiasi kwamba bwana sasa hivi tunavyosema ama tunavyozungumza Yanga na Pedro sasa hivi hawapo pamoja. Yani Pedro tayari ameshakusanya vilago vyake na ameondoka Yanga. Sasa hizi taarifa bwana zimekuwa za moto sana sasa hivi ama zimekuwa zinashangaza kwa sababu ni ghafla binivu, yani hatujazoea ama hatukutarajia kuona kitu kama hiki, kwa sababu bwana Yanga inaendelea kuongoza ligi, vile vile Yanga inaendelea kutoa kipondo hata kama mwenendo wake ulikuwa ni mbaya, lakini inawezekanaje sasa hivi Yanga kwenda kuachana na kocha wake, ama itakuwaje baada ya kuachana na kocha wake? Sasa habari ama maneno yalikuwa ni mengi sana kwa kila mtu sasa hivi, na kila mmoja anaongelea vile ambavyo yeye anavyohisi ni sahihi, lakini kuna baadhi ya watu bwana walishatabiri hiki kitu ama walishaongelea hapo nyuma. Hata mimi mwenyewe kama utakwenda kumbukumbu vizuri bwana nilishawahi kutoa habari hii baada ya ule mchezo Simba na Yanga katika fainali ya Muungano, kwamba kwa huyu kocha bwana huenda safari yake ya kimpira pale Yanga ikafikia tamati baada ya mechi ya ligi kuu kati ya Simba na Yanga, lakini vile vile ile mechi imetoka na sare. Baada ya mechi hii bwana Yanga kushinda goli 1 na kibonde KMC, Yanga uvumilivu umewashinda, wameamua kumwagana naye huyu kocha wao mkuu. Sasa ni lazima ingekuwa hivyo kwa sababu bwana Yanga ni timu ambayo kubwa na tunatambua Yanga mwenendo wake ni mzuri miaka yote. Sasa huyu kocha kwa maono ya mashabiki na maono ya watu wanaona kama vile akizi vigezo ama hana uwezo au hakuwa na uwezo wa kuifikisha Yanga pale ambapo walipokuwa wanapataka. Hata kama Yanga inaongoza ligi na inapata ushindi, lakini ushindi wao bwana baadhi ya watu ama baadhi ya mashabiki wanaona sio ushindi ambao wao wanaotarajia, ni ushindi ambao sometimes walikuwa na skendo mpaka kusemekana kwamba kwa wananunua mechi, walikuwa na skendo za kusemekana kwamba kwa wananunua baadhi ya marefari. Kwa hiyo huenda na ndio maana Yanga sasa hivi ipo juu. Kwa hiyo uwezo wa kocha sio mkubwa kiasi kwamba Yanga imefikia Simba ikawacheza sehemu ya pili ama inacheza pati 2 ya kujiongeza na kununua mechi kama ilivyokuwa inadaiwa na baadhi ya wasemaji huko nyuma. Sasa leo hii Yanga ametoa sare na timu ambayo ipo chini ama timu ambayo ni kibonde. Sasa inawezekanaje kitu kama hicho? Kwa hiyo Yanga walichoamua wao kama wao bwana ni kumwagana na kocha wao. Kwa hiyo kocha wao sasa hivi yupo tu anazurula huko Dar es Salaam, kwa mtu yote ambaye atakayemuona na na akademi yake basi anaweza kumchukua akamweka ili aweze kuisimamia hiyo timu yake. Lakini vile vile bwana tusisahau kwamba kwa ligi inaendelea na ligi ipo katikati. Sasa itakuwaje Yanga wakiwa wameachana na kocha wao sasa hivi, timu itaendelea kubebwa na nani ama timu itafundishwa na nani? Hizo ni habari ambazo kiukweli zinafikirisha, lakini huenda Yanga wakaendelea na ule kocha wao ambaye alitoka Azam na akaenda Yanga, vile vile akatoka Yanga kuna
timu alikwenda na amerudi sasa hivi. Kwa hiyo kivyovyote ule kocha ndo atakaimu sasa hivi nafasi ya ukocha pale Yanga, na kila kitu huenda kikakaa sawa maybe mpaka mwisho wa msimu, au huenda hapa katikati akaja kocha mwingine akaendelea kuifundisha Yanga. Kwa hiyo Yanga sasa hivi haina kocha, na mara nyingi tunatambua bwana timu ikiwa haina kocha na ikiwa katikati ya msimu huwa inadorora ama inaenda mambo ambayo sio mazuri kwa upande wake ama inakwenda mrama. So kama Yanga itafanya vibaya sasa hivi, tutambue tu kwamba kwa tatizo timu haina kocha, na hayo yote bwana yametokana baada tu leo hii kufukuza kocha wake. Kocha wa Yanga bwana amefukuzwa, na kocha wa Yanga sasa hivi hana timu, na Yanga wenyewe hawana kocha rasmi. Kwa hiyo hizi taarifa bwana ni zinafurahisha kwa baadhi ya timu pinzani, mfano mashabiki wa Simba ama na timu zingine ambazo au mashabiki wengine ambao hawashabiki timu ya Yanga, lakini kiasi fulani inaumiza kichwa kwa baadhi ya mashabiki ambao tayari wanaona umuhimu wa kuwa na kocha na sasa hivi hawana kocha. Lakini kwa baadhi ya mashabiki ambao walikuwa hawapendi ama hawaendani ama hawafurahishwi na ule mwenendo ambao wa kocha Pedro alikuwa anaonyesha pale Yanga, basi watakuwa wanafurahia na kuenjoy, kwa sababu lile ombi lao ama maombi yao walikuwa wanaomba Mungu siku zote kwamba kwa kocha afukuzwe, system yametimia na kocha amefukuzwa. Sasa kiukweli inasikitisha kwa sababu bwana sasa hivi tunatambua Simba ndio timu ambayo anamfukuzia Yanga, na Simba leo hii pia amecheza pia pamoja na JKT. So na ule mchezo bwana umetamanika goli moja kwa bila. So huenda kila kitu kikawa sawa, ama huenda Simba akaweza kumfukuzia Yanga na kumkuta. Sasa itakuwaje kama Simba akimkuta Yanga na kimpita na Simba kuchukua kombe? Je, mashabiki wataumia? Je, itakuwaje kama Yanga kaendelea na mwenendo wake ule ule? Mashabiki watasifia klabu yao ama viongozi baada ya kumfukuza kocha? Huenda timu ikafanya vizuri, kwa sababu mara zote ndivyo inavyokuwa. Sasa nipo hapa bwana, nasoma comment yako, utaniandikia hapo chini uniambie wewe unaona kitu gani, ama wewe unachukuliaje haya maamuzi ambayo wameyafanya viongozi wa Yanga baada ya kuachana na kocha wao? Kwa sababu sasa hivi bwana Yanga ndio timu ambayo inaongoza ligi. Sasa inakuwaje wanaachana na mtu ambaye amewafikisha juu, ama mtu ambaye amewafanya mpaka leo hii wamefikia hapa walipo? Lakini pia tusisahau kwamba Yanga sio kwenye ligi kuu tu, hata kwenye Champions League bwana msimu huu amefanya vibaya, kiasi kwamba bwana pacha wake Simba alikuwa anajulikana kwamba kwa timu yake ni mbovu, lakini yeye alikuwa anajulikana timu yake ni nzuri na iko imara. Lakini kwa bahati mbaya bwana na wao wamefanya vibaya na kuondoka. Sasa huenda hiki kitu pia kimekuwa sio kizuri kwa upande wao, hata kama kocha hakuwa huyu, lakini Yanga kama vile anajinamizi fulani hivi ambalo linamtafuna kidogo kidogo, ama wanajinamizi fulani ambalo linawamaliza taratibu, kwa sababu bwana sio kitu cha kawaida. Na tukizingatia kwamba kwa Yanga ni timu ambayo inafanya vizuri mara zote, imekuwaje mwaka huu mwenendo wao umekuwa mbovu kiasi kwamba mpaka inafikia stage ya kufukuza kocha, inafikia stage ya kufanya mambo ambayo sio mazuri, ama mambo ambayo tulishazoea kuyaona yakifanywa na Simba. Lakini this time Simba imebadilika, yani Simba imekuwa ni timu ambayo inafanya vizuri kwa wakati wote, hata kama mashabiki zao hawapo nafasi ya kwanza, lakini wanaenjoy na wanafurahia timu ambayo jinsi inavyocheza. So nikukumbushe tu bwana, hii ni Bongo Side. Kama haujajiunga na familia hii, basi jiunge kwa kubonyeza neno subscribe hapo, share, comment na like. Vile vile usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, na usipitwe na habari zetu na trend zote ambazo zinatokea Bongo kwa sasa hivi. Tuko hapa kwa ajili yako familia. See you till next time.